Lamu, takriban kilomita 350 kaskazini mwa mji wa Mombasa. Ni mji wa Lamu unaosheheni historia kuhusu Waswahili. Kisiwa hiki ni mojawapo ya visiwa vikuu kanda ya Afrika Mashariki. Mji huu wa kale umefanikiwa kuhifadhi majengo yake ya tangu zama zile hadi karne hii ya 21. Miaka mingi iliyopita, kisiwa cha Lamu kilikuwa mojawapo ya maeneo muhimu kibiashara, na mji huu umesalia kuwa eneo muhimu mno kiuchumi ikilinganishwa na visiwa vingine. Kutokana na historia inayopatikana hapa, Umoja wa Mataifa ulifanya Lamu eneo la kihistoria mwaka 2001. Pembeni mwa pwani ya Kenya utapata bahari ya Hindi na ndipo kaunti ya Lamu inapatikana. Kaunti hii ikiwa na visiwa vinne vikuu ambavyo ni Kiwayu, Manda, Lamu na Pate. Jamii zinazoishi katika visiwa hivi zinajishughulisha pakubwa na uvuvi, lakini miaka inavyosonga ndivyo idadi ya wanyama wanaopatikana chini ya bahari imepungua, na hivyo basi jamii hizi zimeungana na kuja pamoja ili kuhifadhi na kutunza wanyama wanaopatikana chini ya bahari, sio kwao tu bali pia kwa vizazi vijavyo. Uvuvi ndio kitega uchumi kikubwa eneo hili, na wakazi huvua samaki kwa manufaa ya nyumbani na kuuza pia. Mahitaji ya samaki yamekuwa yakiongezeka kote duniani na wavuvi wamekuwa na changamoto kubwa kutosheleza mahitaji haya. Uvuvi wa kupindukia, hata hivyo, umeathiri kiasi cha samaki wanaopatikana baharini. Kuna haja ya kubuni mbinu kuongeza kiwango cha samaki baharini. Ni saa 4 asubuhi katika kisiwa cha Pate. Wavuvi wanapojiandaa kuingia baharini, kina mama hawa wanabaki hapa kusubiri kupwa kwa maji. Pindi maji yanapoondoka, wanaanza shughuli maalum. Bi Amina anaongoza kundi hili la wanawake kwa aina tofauti ya uvuvi. Huku akiwa ameshika chuma chembamba, Amina anapiga magoti majini na kuanza kuvua pweza. Ni shughuli inayohitaji weledi, uvumilivu na hekima. Dakika chache baadaye anafanikiwa kumnasa pweza. Anaonekana mwingi wa furaha na wenzake wanashangilia, huku mnyama huyu akimzingira mkono na miguu yake. Pweza ni kitoweo spesheli. Kwa kawaida, mnyama huyo ana wastani wakati ya kilo 2 hadi 3 akiwa mkubwa. Tunatoka nyumbani kwa masaa. Kwa mfano itakuwa amani saa 5, tunatoka kama saa 4:30, alafu tuingia hapo baharini, tunaanza kuvua hiyo pweza. Maji yakikauka. Usaidizi hupatikana kwa kusaidiana kila sampuli, yani kila mambo kusaidiana kwa huu uvuvi ambao tumeshirikiana na shirika kusaidia kuungana sisi kutusaidia kila sampuli. Amina ni mwenyekiti wa kundi la Shanga Ishakani, kundi ambalo lina idadi ya wanawake 70 wanaovua pweza kwa pamoja huku wakizingatia mazingira. Wamejishughulisha na uvuvi huu kupitia kundi hili tangu mwezi Juni mwaka 2018. Wamenufaika pakubwa kutoka kwa kundi hili, kwani kwa siku wanaweza kuvua pweza wenye uzani wa kilo 15, huku kilo ikiuzwa kwa shilingi 150 Mombasa na Tanzania. Kusaidia wavuvi, kama tuna pesa usaidia wavuvi. Mtoto amefukuzwa fees, tutamsaidia 20,000 au 30,000 au 15, mwambie mtoto aende shule na endelea akasoma na vile vile akapata manufaa kwetu. Pesa ya wavuvi husaidia kujengea nyumba. Hoho pweza ndio hutupa pesa kujengea nyumba, kununua ng'ombe, vile vile na matibabu, tusaidia hiyo pesa ya pweza. Step ya kwanza tuliofanya sisi, waliomba tuwanunulie freezers, na hivi tunavyokuambia tuliwapatia freezers last week. Pate tuliwapatia moja, wanawake wa Pate na Shanga Ishakani na Shanga Rubu, na sasa hivi tunavyokuambia kuna coolers 2 kila group za wanawake tutawapatia, na hizo coolers na freezer. Coolers wanachukua wanakuja nazo huku,
na wakati wamevua pweza wanaweka kwa hizo coolers. Ukimaliza wanachukua wanaenda nazo kutia katika freezers, na hapo ndio wanaangalia mambo ya soko. The livelihoods of local people is entirely dependent on these marine resources, so whether it's fish or octopus or things like this. The reality is that fish numbers and fish are declining, so this is affecting the livelihoods of people. Of course, the income that they can get from fishing is lower than it was in the past. So there's a recognition within the community that fish numbers are declining, fish stocks are declining, and they know that they need to do something to change it. So the decisions, really what we bring is lessons from what's happened elsewhere in the world, and also science to it, to enable them to come up with these decisions, so that they can make the decisions themselves. It's not being imposed on them from people outside, and that makes it much easier for communities to agree on these rules around setting aside some of these areas. Kila baada ya miezi minne, wanawake hawa hutenga eneo maalum la kuvua pweza, huku wakiwaruhusu kukua katika maeneo mengine. Hii ikiwa mojawapo ya jinsi jamii zinabuni njia ya kuhifadhi viumbe wa majini. Mbinu hii ya kuwaruhusu pweza kuzaana kwanza kabla ya kuwavua inapunguza athari za uvuvi wa kupindukia, lakini pia inaruhusu samaki wadogo kuwa wakubwa wanaoweza kuuzwa kwa bei ya juu zaidi. Sio samaki tu walio katika hatari ya kuangamia. Jinsi idadi ya binadamu inavyozidi kuongezeka, ndivyo haja ya samaki na bidhaa zinazotoka kwa samaki inavyoongezeka. 150, 120. Viumbe kama vile kasa wamekuwa katika hatari ya uwindaji haramu. Idadi ya kasa inapungua kutokana na uwindaji haramu. Mwezi Desemba mwaka 2018, kasa huyu aliokolewa na afisa wa KWS kwa ushirikiano na wanajamii baada ya kupatikana akielea baharini. Baada ya kufanyiwa uchunguzi, ilibainika kasa huyo alikuwa amefungwa kwa kamba na mwindaji haramu kwa madhumuni ya kurejea usiku ili kumnasa. Kasa huyu anaweza kutoa kati ya kilo 120 na 150 za nyama na lita 4 hadi 5 za mafuta ya kasa yanayouzwa kwa shilingi 1000 lita moja. Sana sana hawa poachers wakitoka kwenda kufanya hii poaching ama kuvua hawa green turtles, huwa wanatoka kama usubuhi. Wanaenda huko wanavua, wakisha kuvua sasa ile jioni sasa wanakaa huko usiku, sasa usubuhi yake the following day ama siku ya pili yake ndio usubuhi sasa ile mapema kabla jua litoke, wao huwa wanaingia huku ndani kwenye mikoko wakijificha, kwa sababu hawawezi wakakaa mahali nje kama kule mahali kwenye bahari hivi, kwa sababu kila watu wengi wanapita, vombo vinapita, maboti yanapita, na wanajua kwamba rangers, sisi kama ranger huwa tuko na boti yetu na huwa tukizunguka tukiwatafuta. So wao huwa huingia huku ndani wakijificha. Sasa wakiingia huku ndani huwa si rahisi wao kuonekana, mpaka uwe unajua hizi sehemu kwamba wao wanaingia hapa ndani. Sasa kisha wanachukua hayo mafuta wanaweka kwa vibuyu kama ya 10 liter, 5 liters, 3 liters. Baada ya hapo wanachukua hizo nyama sasa kwa hizo magunia wanaweka kwa punda. Sasa huwa wanakuja na hizi punda, kwa sababu huku usafiri sana sana kwa hii misitu, pikipiki hii barabara haiwezi katembea kwa sababu kuna mawe. So wanakuja na hizo donkeys, hizo punda, wanachukua hizo nyama wanaweka, wanaenda paka kwa village. Sasa wakifika pale kwa village sasa huwa hawauzi yani kama ati ni kama wako kwa soko, hapana. Huwa wanaenda wakijua kwamba wanapelekea fulani, huwa wameshachukua zile majina, ama wale watu wanawataka, wale wateja wao huwa wako na majina zao. Sasa wao huwa wanajua kwamba wakiteremka watapelekea fulani na fulani, so wakishuka tu zinaenda tu zikiwa ziko tayari complete, zimefungwa. Kasa hupatikana katika bahari Hindi, Pacific na Atlantic. Hapa katika ufuo wa bahari Hindi, wakaazi wameungana kubuni maeneo ya kuwahifadhi viumbe majini kama kundi la Pat Marine. Kundi hili lina wanachama 13,000 kutoka vijiji 10. Ile kuhifadhi au kulinda hizi rasilimali zetu ni kwamba kuna wale ambao wanajua umuhimu wa mazingira na wanaungana na sisi. Kuna wale ambao hawajajua ule umuhimu,
mbali na kuelezwa au akielezwa anakataa kwa sababu ya mahitaji yake ya kibinafsi. So wale huwa tunadili nao kuzunguka kufanyia patrol, ama tukishirikiana na tuko na rangers ambao wanafanya patrol, na pia tuko na wavuvi ambao wameshirikiana na sisi wanafanya hizi patrol. Wanapokutana na hali kama hii ambayo imezuiliwa, ambayo iko katika sheria, then wanatoa information either kupitia kwangu chairman ama mwanakijiji wowote ule ambao kwa bodi, then tukishirikiana tukituma rangers kwenda kusurvey hizo mahali na kuangalia vipi kumeharibiwa na akina nani. Then hawa mfano tukidili na mambo ya turtles na mambo ya marines, huwa tunatumia zile act za KWS kwa arrest hawa, then kuwapelekea kwa koti ama kustop them. Lakini kuna zile njia za kijamii. Kwanza tunapokutana na wao hawa poaching, tunakaa na wao, tukishajua ni nani tunawaita, kwa nini umefanya hivi na sisi tunafanya hivi kwa sababu ya hivi, wewe unaharibu hii msimamo, then tunakaa tunampatia warning. Kama hajasikia hiyo mara ya pili na mara ya tatu, then tunampeleka kwa court, tunampeleka kwa serikali, then anahukumiwa akipitia KWS Act. Kuna mbinu mbalimbali zinazotumiwa kurejesha mandhari halisi ya bahari na pia kuongeza kiwango cha samaki katika kisiwa cha Pate. Mojawapo ya mbinu hizi ni hii iliyobuniwa na Pate Marine Conservancy. Jamii imetenga maeneo kadhaa baharini ya kuvua samaki, huku mengine hayavuliwi ili kuwaruhusu samaki kuzaana na kurejesha idadi ya awali katika kipindi cha miezi michache. Tuko na askari ambao wanafanya doria kwa hizi eneo, lakini walipoamua mama wenyewe na tulizungumza na wenye kijiji, wakakubali kwamba hata haina haja patrol ya askari, wao wenyewe hizi sehemu wanalinda, na wavulana ndio wanasaidia kulinda hizi sehemu. Ukija kuchukua hapa unafungwa seasonal. Mfano inaanza Januari mpaka April, miezi minne ndio unakuja kuvua. Baada ya miezi minne unakuja kuvua. Kwa hivyo ukionekana kabla ya miezi minne huwa unachukuliwa hatua. Pia huruhusiwi kuvua hapa kati ya ndani ya miezi minne mpaka hiyo miezi ishe. Kuna siku anatenga rasmi, inajulikana leo ni siku ya kuvua, ndio wavuvi wa kike wanakuja kuvua hizi sehemu. So working with local communities on establishing community-based fisheries management through what we're calling conservancies, which are a community-based organization representing local fishing communities around Pate Island. So what they've been doing is they've been establishing areas where they're setting aside areas for protecting coral reef habitats to allow fish numbers to increase and allow fish populations to go through their natural cycles. This is based on community decisions on how and which areas they're going to set aside and what rules are going to be put in place around those areas. We've also been working with the community rangers to establish ecological monitoring systems so that they can look at the impact of the management on recovery of fish populations and recovery of coral habitats, coral reef habitats. So this is the work that community rangers are now doing to look at what's happening in the areas that they've set aside as locally managed marine areas versus the areas which have not been set aside and which are still being heavily fished, and to see the difference in how these areas recover. Samaki huzaana na kukua kwenye miamba ya mitumbawe almaarufu coral reefs. Iwapo mitumbawe hii haitatunzwa, basi samaki hawatakuwa na nafasi ya kukua. Mitumbawe hii huwa na madini maalum yanayowezesha samaki kupata nishati muhimu. Hata hivyo, mitumbawe hii imekuwa kwenye athari ya kuoza kutokana na uharibifu wa mazingira na uvuvi wa kupindukia. Kwa mfano, kwa sasa eneo hili baharini ndilo limetengwa na jamii ili kuwezesha idadi ya samaki kuongezeka. Mitumbawe inayopatikana chini ya maji inawezesha kutunza samaki wadogo wanapokuwa. Wakiwa wamevalia vifaa vya aina yake, maafisa hawa waliopokea mafunzo maalum wanajitosa ndani ya maji ili kufuatilia hali ya mitumbawe na samaki. Kwa kutumia kamera spesheli, tunaweza kuona jinsi hali ilivyo ndani ya bahari.
huwa wanaingia kwa maji wakiwa na hizi slates, vitu kama slates wako nazo ambazo wanatumia wakirecord wale samaki, ile idadi ya samaki yenye iko pale. So zile slates huwa wanatumia, na kuna na kalamu pia wanazitumia. Hizo kalamu pia na hizo slates unatumia ndani ya maji. Then vile vile wako na hizi pictures ambao wanatumia kuonyesha zile types of fish ama zile aina za samaki ambazo ziko pale chini. So wakiona kama kuna tafi ama kuna changu, wao huwa wana indicate ni wangapi, ni 6, ni 7, ni 10. Sasa vipi wanajua wanafanya huu utafiti kwa njia gani? Wanatumia tape measure. Huwa obvious kwa kawaida huwa wako rangers 4. Tunawaita 4 observers. Kuna ranger observer wa kwanza ambaye anaingia kwa maji, yeye kazi yake ni kurekodi, ni kuandika. Na yule wa pili wake wanarekodi samaki wote wawili. Yule wa pili kazi yake ni kuchukua hiyo tape measure, ambaye atakuwa akinyosha ile tape measure kwa ile eneo ambao ile transect yenye watafanya. So yule wakati ananyorosha ile tape measure, yule mwingine huwa anafuata akihesabu. So wakati akifika 50 meters, ana count, akifika 50 meters anamwambia huyu mwenye kuhesabu ama huyu mwenye kuandika samaki asihesabu tena kwamba wamefika 50 meters. Wanafanya 50 meters kwenda huko mbele, then wanafanya 5 meters sideways, 2 meters left, 2.5 meters left, 2.5 meters right. Wakifika huko watawapea wale signals wale observer 3 na 4. So our observer 3 na 4 kazi yao ni watu ya benthic. Benthic ni wanaangalia zile vitu ambazo ziko chini ya ardhi kabisa, ukiwa kwa mchanga, makorali, matumbawe, hizi seagrass na vinginevyo. Sasa wale wakifika kule watawapea wale sign ya kwamba sisi tumefika mwisho. Wataanza kuja sasa wale na wakihesabu hizo vitu zenye ziko huko chini. Umuhimu wa hii survey, kwa nini tunafanya hii survey? Tunataka kuhakikishia jamii kwamba kwa sababu kama ile sehemu ya pale, ile sehemu imetengwa, ni kama kitengo kimetengwa. So that kile kitengo kimetengwa kwa sababu tuimarishe ile idadi ya samaki, ama tuhakikishe wale samaki wadogo wamehifadhika, wako mahali ambapo hakuvuliwi. Sasa wakiwa kubwa, wanatoka wanaenda zile maeneo ambazo wanaweza vuliwa. So jamii wanapata wakivua huko nje, lakini wakiwa wakubwa. Bahari ya Hindi ndiyo ya 3 kwa ukubwa duniani, ikiwa na ukubwa wa milioni 70,560,000 kilomita mraba, hii ikiwa kama 20% ya maji yote yanayopatikana duniani. Ufuo wa bahari nchini Kenya una urefu wa kilomita 1420, na kati yake Lamu inachukua kilomita 650, sawia na 45.7%. Jamii hizi hutegemea bahari ya Hindi sio tu kwa shughuli za uvuvi, bali pia visiwa vyake wanakoishi. George Maringa, KTN News, katika kisiwa cha Lamu, kaunti ya Lamu.